Hey, me I'm not happy at all. I'm not happy at all. So kuna hii event imekuwa sijui ni wapi. I think sijui imekuwa Nyandarua ama ni wapi. Yaani nimesikia hata sijataka kujua kwa wapi, but maneno wameongea mimi hajanibamba. Kuna hii mpya inaitwa sijui ni Gahuya ama ni Gakuya ama sijui ni Gahuya. Imagine ameongea kwa lugha yao ya kinyumbani. Amesema niko na best yangu amekuwa akinitranslatea. Anasema ati ikifika 2027 hakuna mtu yeyote mwenye ana support Ruto Mount Kenya hawatamnunulia vitu, ati biashara yake itaangushwa, ati sijui watanini sijui atavamiwa, atafanyiwa nini. So me I was like, yani hiyo clip ukiona hivi inaudhi wa Kenya. Yani I was thinking imefika place yenye sasa hii kitu tumeiweka personal. Now me I want to ask manze, wakati sasa hii kitu itaanza hivi, sisi sasa tumesema sasa ati juu fulani ana support fulani, hatutanunua vitu zake, kampuni yake sijui tutaifanyia nini. So sikatai, tutaboycott, hatutanunua vitu zake. Lakini kumbuka huyu mtu ako na familia pia, na Kenya ni democratic. Walai mimi siko baya, Gachagua naye imezidi, because huyu ni mtu wa Gachagua, ni mtu anataka kiti kupitia chama ya DCP na amevaa dio makofia ya DCP. What I'm asking is, sasa Kenya itakuwa kusupport mtu fulani ni mbaya. Wewe niambie sasa, nyinyi mfanye hivyo kwa Murima na wengine pia waamue sasa, hata hao pia saidi yao pia ni the same thing. Mtu yoyote mwenye ana kabila fulani inafanya hivi, juu hiyo sasa ni ukabila, because ameongea hadi anasema agenda ni kufukuza kila mtu aende wapi? Sugoi. Serikali mzima iende wapi? Sugoi. Wakati anasema serikali iende Sugoi, atukatai, sumungoje kwa debe. Lakini mbona uanze kusema watu wenye wanamsupport ati wote all of them ati biashara zao zitafungwa na mtu awavamia? Where are we going Kenyans? Unajua ikifika mahali, I think impeachment kwa huyu jamaa ilikuwa tu fit according to me, because kama hii ndio akili tutakuwa nayo Kenya. Okay, mimi sikatai. Village mentality ya huyu jamaa naye ni imezidi. Hiyo impeachment ilimfaa kabisa, because kama itafika mahali mtu anaruhusu, na imagine jamaa amesimama hapo kando, hiyo clip sasa ina circulate, huyu jamaa amesimama hapo kando anasikia tu. So politically meaning mtu yote mwenye atakuwa na support Ruto Mount Kenya atavamiwa. So hasara itakuwa kwa kina nani? Si itakuwa kwa wao, because vitu itakuwa hao, economy ya side yao ndio itakuwa inalala chini. Because hasa wewe niambie, like seriously, Gahuya ama sijui ni Gakuya ama sijajua ni nani, but huyu jamaa nakumbuka alikuwa speaker, sijui ni speaker alikuwa wa Nyeri, Mwanza ama ilikuwa ni nani, na ni mtu bado sahi hata ako elected ndani ya chama ya UDA. But the guy vile anaongea na lugha, the problem is mnaongea na lugha mnadhani hatusikii. Yote tisa, tupende tusipende, Kenyans, let me tell you today, hii Kenya Kibaki aliapishwa usiku saa 6, Uhuru tukarudi kwa debe. Na ukweli ni kwamba, believe me or not, penda usipende, Ruto amefanya kazi yake. Kama umupendi, enda vote mtu mwenyewe unapenda. Kama unamupenda, mupatie kazi afanye nini, aendelee. But isikuwe sasa wewe Mkenya, wewe unadanganywa na watu kama hawa, watu wenye wako na wivu na interest ya biashara zao na za mambo yao, tugawanyike sisi kama Wakenya. Because mimi nimekuja kuona wakati ni mtu wao hawaongei, wakati ni mtu mwingine wanaongea. Mbona Kibaki hamkusema one time? Mkamvotia, wakati ilienda mkaacha akafanya kazi yake vizuri, akaenda. Unye ndio huyo alikuwa anakuja akafanya kazi yake vizuri, akaenda. Wakati kiti imeenda kwingine, mmeona mambo inakuwa noma, jamaa amekaa chini ameangalia juu vile amefukuzwa, na anaona ni kama Kindiki hana hiyo sauti sana kama yake. Mama mmefanya nini? Mnaanza ukabila. Vitu kama hii itatugawanya na itatuharibia nchi. Vote mtu mwenye unapenda, kama umupendi vote nje. Sio kukuja hapa kutuambia ati kama unamsupport mtu fulani
tutakataa kazi zako, sijui tutafanya nini kazi zako. That's bullshit. Tumepita hapo manze, tumepita hapo. Yote 9 2 term, yote 9 10 2 term.